tunakwenda na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanasema, idha aradta an takuna uyuba ghayrika fadhkur uyuba nafsika. Ukitaka kutaja aibu ya mwenzako, kumbuka aibu ya nafsi yako. Baada ya kukusudia kumdhalilisha mtu fulani, kumwaibisha mtu fulani, kumfedhehesha mtu fulani, yaangalia kwamba mwenyewe usafi. Unachukua jukumu la kumsema mtu fulani mzinifu, fulani mfasiki, fulani si kama vile, yaangalie kwanza nafsi yako. Nafsi yako iko wapi? Unapochukua jukumu la kwanza kutaja maovu ya mwenzio, alifanya vile, je, wewe umekamilika? Maana wanadamu wote sisi hatujakamilika. Al-kamalu lillah, kamilifu ni Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Sasa pale unapochukua jukumu la wewe kumdhalilisha mtu fulani, je, ukiangalie kwanza wewe nafsi yako kabla ya kumdhalilisha yule fulani unakusudia. Ndio maana hivi sasa sheria zile za Kiislamu hasa hazifuatwi kwa sababu sisi wenyewe si wasafi. Mathalan, mfano sheria ya Kiislamu tunaambiwa mtu akiiba anatakiwa apate mkono. Hata hizo nchi za Kiarabu shakusikia watu wanataka mkono hizi. Hakuna, kwa sababu sisi wenyewe si wasafi. Mzinifu akisha zini, ambaye hajaoa na ambaye hajaolewa, sharti yake ni nini? Anatakiwa apigwe bakora 80. Haya, wewe ulimfumania watu labda wanafanya uzinifu, niangalie wewe kama atamchukua bakora na kumpatia bakora, huo msafi. Kuna shida kwa sababu ya hivyo. Sasa pale unapotaka kumdhalilisha mtu, hebu jiangalie kwanza nafsi yako. Unasema mtu fasiki, yule bwana hafai, wewe wafaa. Lau siku moja Mwenyezi Mungu akatupa fursa, tukafungua vifua vyetu, kila mmoja atizame, mimi niangalie bwana kifua chake, kifuani kwake kuna nini, na yeye angalie kifuani kwangu kuna nini, tutakiana. Maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alifikiria kwa kina mno, mpaka akasema, idha aradta an takuna uyuba ghayrika, unapotaka kutaja aibu za wenzako, kumbuka aibu ya nafsi yako. Jiulize kwanza mara mbili. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pale Mtume ndo analingania tu, Sayyidina Umar bado hajisilimu wakati huo, anapelekwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulingania eti Mungu mmoja. Akachukua upanga wake aenda kumkata shingo Muhammad, lakini wakati wa njiani akakata bwana mmoja, hawayama ndio anasema anakwenda kumkata shingo yule Muhammad anasema Mungu ni mmoja. Yule bwana alimwambia, ukitaka kufanya hivyo, safisha kwanza ndani kwako. Akamwacha ile bwana. Omar akamwambia yule bwana, nisafishe ndani kwako kuna nini? Akamwambia, safisha kwanza ndani kwako, kisha utoke nje. Ilibidi yule Omar arudi ndani. Anarudi nyumbani kwake, anafika, anamkula dada yake na shemeji yake, wote wamesilimu, hapo wanasoma Qur'an. Yesu anataka mkatemanga, katikati vipande Muhammad kwa sababu kasilimisha watu, wanasema Mungu ni mmoja. Nyumbani kwako washaanza kusilimu, anza kuwakata kwanza waliokuwepo ndani kwako. Anafika, walipomuona tu akaanza kuficha ile Qur'an. Akauliza, mnaficha nini? Hawasemi wanaficha. Alipoona kusoma ile maneno
ndipo akavutiwa sasa naye akaenda kule. Lakini alianza kaka Muhammad kaambiwa safisha kwanza ndani kwako. Hata unapotaka kumdhalilisha mtu, anza kwanza na nafsi yako wewe. Nafsi yako safi. Nafsi yako wewe ni safi. Wewe umekamilika. Tunaambiwa wanadamu hajakamilika. Ule upungufu wake ndio ukamilifu wake. Laiti Mwenyezi Mungu angelikuwa kama sisi hivi tunabadilishana kila siku na mizana fulani kufanya vile fulani kufanya vile, ingelikuwa na Mwenyezi Mungu na yeye yuko hivi, basi zote tungeenda moto. Hebu angalia wewe ukosea Mwenyezi Mungu mara ngapi? Lakini Mwenyezi Mungu hata kusamehe. Tukielewa kumwomba msamaha Mwenyezi Mungu. Pia wewe mwanadamu una haki ya kumhukumu mtu. Yule bwana kwa yale mambo yale, huyo mmoja yeye mtoni. Kuna mawasiliano wewe na Mwenyezi Mungu kwa kusema hivyo. Ushaambiwa alaysa Allahu yahkamil hakimin. Hakuna hukumu Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa Uislamu unapotaka kumdhalilisha mtu, iangalie nafsi yako ni safi. Safisha nafsi yako kwanza. Hivi nataka sawa fulani kafanya vile, kafanya vile, kafanya vile. Hivi mimi sijawahi kufanya kweli. Sawa alikuwa labda si alifanya vile yule bana alifanya, wewe umefanya vingine alifanana. Sema ile kafanya vile wewe baya kuliko mimi. Hakuna kuliko wewe. Ndio maana Ibilisi yeye ndo anatushawishi sisi. Lakini katika mahala yeye anakaa pembeni kaka sana yako. Sisi tumekuwa walimu kuliko yeye. Ibilisi aliweka ahadi na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi hatukamilika. Mkamilifu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala pekee yake, hakuna zaidi ya huyo. Unapochukua jukumu la kumdhalilisha fulani, basi acha. Kama alishafanya basi acha. Ataenda kutubia mwenyewe. Kama ataona kutubia huko, ataenda kutubia. Alafu tukumbuke ummati ni umma bora. Kwa nini? Ni umma ambao unaamrishana mema na kukatazana maovu. Sasa umeshaona fulani kafanya maovu, ushamkalisha chini kwa bwana ndio unafanya sio acha. Ukiona sasa kafanya hivyo, mwisho siku uningania kwa mwache sasa, basi mwache. Sio kama hana tena waje kueleza kama hala, hata akitaka kupita mtaa huo anaonyeshwa kidole, hapo yule bwana, tuliambiwa ndio sio. Tuacheni Waislamu. Tunatakiwa kila siku tuamrishane mema, kukatazana maovu. Alafu unaposema mtu fulani kafanya vipi, umesengenya jua hiyo. Lakini kama hakufanya, ujue usikizie, uzulie hapo. Tuangalie sana Waislamu. Isije ikawa tunaonekana sisi ni wafanya ibada, lakini kumbe zile ibada zetu tunawafanyia watu wengine. Yaani wewe vipindi vyote vitano hukosi tena kwa jamaa. Alafu hapo unasema fulani bana Mungu sana fulani kafanya hivi. Mwisho siku zile swala zako toa kama ambazo umezihangaikia, umepoteza muda wako ukaenda kufanya ibada, ukafanya miradi, mwisho siku mtumia yeye. Tuangalie sana Waislamu. Idha arata, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha arata an taf'ala amran fatadabbara 'aqibata. Ukitaka kufanya jambo basi angalie mwisho wake. Hivi ninavyomdhalilisha huyu mtu, je, matokeo yake ni nini? Sawa, anaweza kumdhalilisha mambo akaona haya,
Je, mwisho wa siku mimi nimekamilisha kipindi ile mwisho wako upi? Ila hata antafa'ala amra, unapotaka kufanya jambo adala akibata ndio mwisho wake. Ila hata takula uyuka ghairika, ukitaka kutaja aibu za wenzako, kumbuka aibu za nafsi yako. Ukishajikuta wewe ni msafi sasa, wewe ni mcha Mungu, hujawahi kusengenya, hujawahi kufanya maovu, wewe ni msafi kwa kila kitu, fanya hilo alipiwa na moyo wako. Maana ukiona wewe ni mcha Mungu, utakusema mtu anayekuwa na moyo wako, ikiwemo ibada, kazi zako unazofanya kila siku, sadaka zako kutoa, zinakuwa hazina maana kwa sababu wewe unazichafua.